Na usidanganye kwamba vyeo vya kisiasa ni kwa ajili ya wanasiasa. Mwanasiasa mwambie fumba mdomo wako. Eti wenye dhambi ndio, mwenye dhambi ndiye anaweza kuwa mbunge sasa. Mwenye dhambi ndiye anaweza kuwa waziri. Mwambie fumba mdomo. Kashughulikie meli kule, fumba mdomo. Mwambie fumba mdomo. Wenye haki ndio wanatakiwa kuchukua nafasi za kweli. Ili shida inapotokea wenye haki wafanye nini? Waseme. Wenye haki wakinyamaza, Mungu amenyamaza. Wenye haki wasiposema, Mungu hasemi. Wenye haki wasipogusa, Mungu hagusi. Ni kinywa cha mwenye haki ndicho kinywa cha Mungu duniani. Piga makofi kama unapenda hayo na useme amen. Kwa hiyo Danieli alikuwa waziri mkuu. Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wakuu wa mikoa na wakamtumikia Bwana. Lakini haitoshi. Yule Malkia, bwana mmoja anaitwa Toashi wa Kushi, alikuwa waziri wa fedha. Kipindi kile alikuwa anatoka Yerusalemu kuabudu, waziri wa fedha. Waziri wa fedha, Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 27. Naye akaondoka akaenda mara akamwona mtu wa Kushi, Toashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake Malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Huyu ni waziri wa fedha wa Ethiopia wakati ule. Ethiopia ilikuwa taifa kubwa duniani pamoja na Israeli. Wakati ule hakuna Marekani, hakuna Uingereza. Ilikuwa ni Ethiopia, Afrika pamoja na Israeli. Huyu waziri mkuu wa Ethiopia alikuwa amekwenda kumwabudu Mungu Yerusalemu. Karne ya kwanza. Wakati ule mtume Paulo hajaokoka. Mtume Paulo ameokoka sura ya 9. Lakini sura ya 8 huyu Malkia, huyu waziri mkuu wa Ethiopia amekwenda kuabudu Yerusalemu. Na Paulo alipookoka ndipo aliyepeleka injili Ulaya. Injili pelekwa na Paulo sura ya 9, lakini sura ya 8 tayari watu wa Afrika wanakwenda kuabudu Yerusalemu. Alafu mtu anatuambia eti wamishonari wa Ulaya ndio walileta injili Afrika. Hapana. Walileta ukoloni. Kuambia watu kwamba lazima uwe maskini uingie ufalme wa Mungu. Ndio maana leo ukiwa umeokoka unampenda Yesu afu tajiri unaambiwa free mason. Kwa nini? Kwa sababu watu wametengenezwa. Wamishonari walipokuja wanakuambia lazima uteseke sana, uwe na ukitembea huna viatu vimeenda upande, kofia limeenda upande, una vilaka, una kigari kidogo, mgongo wa chula, mgongo wa kobe, unaambiwa sasa ndio mtakatifu. Ni uongo.